Kwenye Biblia Takatifu, Mathayo sura ya 10 mstari 36, Biblia inatuambia adui wa mtu ni nyumbani mwake. Kwa lugha nyepesi ya kisasa tunasema kikulacho kinguoni mwako. Anayekuuzi na kuharibia maisha yako anaweza kama mtu wa karibu yako. Tunajifunza hata walomsaliti Yesu ni watu wa karibu yake. Tunaona mfano mzuri, Yuda alikuwa mwanafunzi wa nani? Wa Yesu. Alikuwa karibu na nani? Na Yesu. Kwa hiyo huenda anayekusaliti wewe akawa ni rafiki wa karibu, anayekuharibia mpango yako akawa ni rafiki wa karibu. Ndio maana anasema rafiki mnafiki, kikulacho kinguoni mwako. Zipo aina 3 za marafiki. Kuna rafiki mnafiki, ni rafiki ambaye ukiwa naye anakusifu, anakupongeza, ukigeuka tu anakusema vibaya. Huyo ndio rafiki mnafiki. Anakupenda mkiwa pamoja, ukigeuka tu kidogo anakusema vibaya. Huyo ndio rafiki mnafiki. Tuna kundi la pili la rafiki, ni rafiki ambaye ni wa kweli. Huyu ni rafiki ambaye anakushauri, anakuonya, anakuambia ukweli. Pata rafiki kama hawa ni mara chache sana kuwapata. Lakini pia tuna kundi jingine la 3 la marafiki, ni rafiki wa faida. Huyu ni rafiki anayekupenda kwa sababu ya kitu fulani. Yaani kwa mfano kuta boss unakutana unapendwa na mtu fulani kwa sababu anajua akikupenda wewe utamongezea mshahara. Akikupenda wewe utamsaidia kitu fulani. Au unakuta mtu fulani kwenye mazingira nyumbani huko mtaani kwenu huko, mtu anakupenda ili apate kitu. Huyu ni rafiki wa faida. Sasa lazima kama binadamu wa kawaida, kama muumini uko mahali hapa, ujifunze kwamba kutofautisha marafiki. Hata nyumbani kwako unapoishi, akija mgeni au rafiki yote yule, kuna rafiki inabidi aishie mlangoni tu uongee naye, aishie pale. Kuna rafiki mwingine aishie sebuleni, pale sebuleni muongee tu, aishie pale sebuleni. Na kuna rafiki ambaye inabidi aingie mpaka chumbani. Huyo ni rafiki wa kumshikisha mambo yako yote ya ndani. Kwa hiyo tuwe makini kwenye kutoa siri zetu, mipango yetu. Si kila mtu kumwambia mpango yako. Kuna mwingine rafiki ni rafiki mnafiki, kikulacho kinguoni mwako. Anakusifu, anakupeperea, kumbe ni adui yako. Tuwe makini. Lakini Biblia mwishoni inaanza kusema kwamba tusipe ubaya kwa ubaya, bali tuipe ubaya kwa wema.